hili tunaweza kujifunza nguvu ya imani. Tunapokuwa na imani na tunapokuwa tumeamua kwamba Yesu atende, imani inaweza ikafanya kila ambacho tunakihitaji na tukawa na uwezo na nguvu sawasawa na kile tunachoomba. Wapo wanawake wengi wanaogopa kuifanya kazi ya Mungu, wakijihisa wana uwezo wa kuzungumza, wakijihisa wana uwezo wa kuongea, lakini anasema kwa imani nenda, na inawezekana. Lakini jambo lingine la pili ambalo tunaweza kulipokea na tukaweza kujifunza kwao juu ya kisa hiki ni uvumilivu. Ni uvumilivu. Wangapi tunavumilia wakati tunapitia changamoto? Wangapi tunavumilia wakati tunapitia shida? Kuna wakati unapitia changamoto, hatimaye unaweza ukasema hata kwenda kanisani mimi siendi. Kuna wakati unapitia hizo changamoto. Kuna wakati unapitia changamoto hata unasema mimi hata hiki sikifanyi. Unapitia changamoto. Kuna wakati unapitia changamoto hata unafikia mahali ya kuumia na kusema mimi sasa sifanyi chochote. Unapitia changamoto. Lakini jibu na utaratibu wa mwanamke huu unatupa nguvu ya kusema tunapaswa kuvumilia wakati wote. Na hata wakati ulipoomba hiyo changamoto ishe, ulione inaendelea na haikuisha, lakini tunakumbushwa kuwa mvumilivu uko wakati changamoto inaenda kuisha. Bwana asifiwe. Uko wakati na sio mrefu na hauko mbali, maana Yesu hakusubirishia hata siku nyingine. Ilikuwa tu kwa wakati huo, majibu yanachelewa, na anawaangalia namna walivyokuwa na wafanya wengine. Anatamani wajifunze hawa Wayahudi wanapowatendea wengine wanajisikiaje, wanaonaje. Lakini pamoja na hayo, Mungu anakwambia vumilia. Maana ni kitabu yanaisha. Ni kitabu yanaisha. Wangapi wanasema Mungu tusaidie. Tutie nguvu kwa hii imani. Haikuwa ya kawaida kwa mwanamke kupitia changamoto zote hizi na bado anaanguka mguuni. Wanafunzi wamemkataa na Yesu anamkataa, lakini bado anasema nisaidie. Na anaendelea, naona majibu ni ya kumkatisha tamaa, lakini anasema yeye, mimi ninajua hata kilicho kidogo kinachobaki mimi kinanitosheleza. Lakini Yesu alichompa, hakumpa kile kidogo ambacho alidhani kinamstahili, isipokuwa alimpa kile chakula cha watoto wa Israeli. Bwana asifiwe. Ndivyo Mungu wetu alivyo. Usidhani atakachokupatia, atakupatia kile kilichobaki, atakupatia kilicho bora ambacho watu wa Mungu wanaopendwa wanastahili kukipokea. Mungu wetu na atubariki. Tunaposimama kwa ajili ya ombi, tukitafakari Mungu anachotutendea, tukitafakari imani ya huyu mwanamke, na sisi pia kupitia hiyo imani tujifunze kutamani, kuwa wajasiri na bila kurudi nyuma kuyafanya mapenzi ya Mungu. Labda yupo mtu hapa anatamani ya kwamba Mungu nipatie nafasi ya pekee na mimi ikiwezekana nibatizwe katika kanisa hili lingine kwa ajili ya ubatizo na ndiwe mmoja wao wa watu wapendwao. Kama yupo mtu wa namna hii, tamani ubatizo, anaweza kapita mbele na wazee na mchungaji wako hapa, wako karibu kupokea. Tunaweza tukasimama. Pendwa, hata wimbo wetu tulioimba umetukumbusha kitu kizuri. Yesu kwetu ni rafiki. Waambiwa hata pia tukiomba kwa babaye, maombi afanya nini? Asikia. Lakini twajikosesha, yaweza kuwa twaomba vibaya, twajitweka vibaya. Ndivyo inavyowezekana. Huyu mwanamke alitambua na akaamua afanye ipasavyo kwa ajili ya wokovu wa kila anachohitaji. Je, na sisi tunaomba sawa sana tunavyotaka wenyewe, au tunaomba kwa kadri Mungu anavyohitaji atimize mapenzi yake ndani yetu? Na ndio maana wimbo umejaribu kutukumbusha
Kwa hiyo tutambue ya kwamba kwetu Yesu Kristo ni rafiki, na hivyo tunapaswa kumwendea tukiwa na ujasiri ya kwamba atatenda, ya kwamba atatimiza, hata siku moja ahadi zake zitupite bure. Tunapomwomba ahadi zake anazitimiza. Hilo ndilo ambalo tunapaswa kutambua. Kama yuko ambaye anatamani neema za Mungu ziniambatane nami natamani kubatizwa, kama yupo mtu wa namna hiyo, anaweza akasogea mbele. Kama yupo mtu wa namna hiyo, wakati president napotuongoza wimbo namba 155, president karibu kwa wimbo 155, njia kuniongoza. Hicho ndipo ambacho tunatamani watu wa Mungu tuweze kujifunza, kile ambacho Mungu alitamani atutie nguvu wakati huu tunapopitia changamoto, wakati huu tunapopitia maombi yetu, wakati tunapokuwa tukihitaji. Hili ndilo tunaokuwa tunatapaswa tuweze kujifunza. Na ndio maana somo liko linatuambia mwanamke, imani na maombi, imani isiyokata tamaa. Hili ndio somo liko linatuambia mwanamke, imani na maombi, imani isiyokata nini? Tamaa. Kama ambavyo mwanamke huyu Mkanaani tuliyemuona, huyu mwanamke Msiria tuliyemuona, huyu mwanamke Mgiriki tuliyemuona, aliyekutana na Yesu. Na cha ajabu tunaambiwa hivi, pale Tiro, wasomaji wa maandiko na Biblia wanasema hakuna kisa kingine alichokifanya Yesu. Alipomaliza kutenda kile kisa akaondoka. Maana yake ni kwamba Yesu aliona umuhimu wa kumtendea mama katika sehemu sio tarajiwa. Kwa hiyo Yesu anaweza akatutendea wakati tusiotarajia. Karibuni praise team, wimbo nambari 155. Jioni uniongoza, Yesu wangu Mwokozi.